Hadithi inaanza na Sana, mwanafunzi wa shule ya sekondari anayependa kutumia muda wake kwenye mitandao ya kijamii na kuangalia picha za wavulana handsome. Shuleni kwao kuna kijana maarufu sana anayeitwa Kanado. Wasichana wengi wanampenda kwa sababu ya sura yake, lakini Kanado hana akaunti yake binafsi ya Instagram. Picha zake zote zinazopatikana mtandaoni hupigwa kwa siri na wanafunzi wa kike. Usiku mmoja, Sana anaona picha ya Kanado kwenye akaunti ya shule na kutuma ujumbe akiomba picha zake zaidi. Mtu anayesimamia akaunti hiyo anamuuliza kama mazungumzo yao yanaweza kuonekana na watu wengine. Sana anatambua kuwa mtu huyo hajui kutumia mitandao ya kijamii na kujitolea kumsaidia. Siku inayofuata, Kanado anamfuata Sana shuleni na kumuuliza kama yeye ndiye anayetumia jina la Sana Face kwenye Instagram. Wasichana wengine wanapokuja kumtafuta, Kanado anamshika Sana mkono na kumpeleka juu ya paa la shule ili wasionekane. Kanado anamweleza kuwa amekuwa akikosa masomo mara nyingi na shule inataka kumfukuza. Mkuu wa shule amempa nafasi moja ya kuendelea kusoma ikiwa atakuwa influencer rasmi wa shule na kufikisha followers 100,000 kwenye Instagram. Kanado hajui kutumia Instagram, hivyo anamwomba Sana amsaidie kusimamia akaunti yake. Sana anamwambia kufikisha followers 100,000 si rahisi na kumuuliza kwa nini alikuwa akikosa shule. Kanado anamweleza kuwa watu humhukumu kwa sura yake. Baadhi hudhani ana akili sana, wengine hudhani ni mwanamichezo au mwanamitindo. Anaposhindwa kutimiza matarajio yao, humkatisha tamaa. Kwa sababu hiyo, Kanado alianza kuchukia kwenda shule. Baada ya kufikiri, Sana anakubali kumsaidia, lakini anamwambia uhusiano wao lazima ubaki siri kwa sababu mashabiki wake wanaweza kumwonea wivu. Kanado anamshukuru na kusema Sana ndiye mtu pekee aliyekubali kumsaidia bila hata kujua yeye ni nani. Sana anapiga picha ya Kanado na kuiweka kwenye Instagram. Picha hiyo inapata likes nyingi na followers mamia ndani ya muda mfupi. Kuanzia hapo, Sana anaendelea kupiga Kanado picha katika maeneo mbalimbali ya shule na akaunti yake inaanza kukua haraka. Sana huwa anaona aibu kumtazama Kanado moja kwa moja kwa sababu ya uzuri wake. Kanado anapomuuliza kwa nini anamkwepa, Sana anakiri kuwa akimtazama Sana anaweza kupiga kelele kama shabiki aliyemwona msanii anayempenda. Kanado anamwambia sababu yake ya kuja shule sasa ni kumwona Sana na kumwomba asiendelee kumkwepa. Siku moja Sana anakuwa na wasiwasi baada ya kumwona Kanado akimtazama na kugonga ukuta. Rio, mwanafunzi mwenye nywele zinazofunika sehemu ya uso wake, anampeleka kwenye chumba cha wagonjwa. Kanado anafika baadaye na kumuuliza Sana kama yuko karibu sana na Rio. Rio anatambua kuwa Kanado ana wivu, lakini Kanado anajifanya alikuwa akisema maneno hayo kwa ajili ya video ya Instagram. Sana anarekodi video hiyo na inasambaa haraka. Wasichana wengine wanapokaribia, Kanado anavuta Sana karibu yake ili wasionekane. Wasichana hao wanazungumza vibaya kuhusu Kanado na kusema wavulana handsome mara nyingi huwa na kiburi. Sana anataka kumtetea, lakini Kanado anamzuia na kusema mradi Sana anamwelewa vizuri, hiyo inamtosha. Siku inayofuata, Kanado anamwomba Sana wakutane kituoni. Sana anadhani wanaenda kupiga picha, lakini Kanado anampeleka sinema. Wakiwa hule, Kanado anamruhusu Sana achague filamu na chakula. Sana anatambua kuwa Kanado ni mtu mwenye kujali kuliko watu wanavyodhani. Wakati wa filamu, Kanado anamuuliza kama anapenda vitu kama hivyo. Bahati mbaya, wahisusi katika filamu wanaanza kubisana na Sana anadhani Kanado anamuuliza kuhusu kubisana. Sana anaona aibu na kwenda bafuni. Anaporudi, anakuta wasichana wengine wakijaribu kumtongoza Kanado, lakini Kanado anawapuuza. Anapomwona Sana, anatabasamu na kumpa zawadi ya kifungo cha nywele. Kanado anamsaidia kufunga nywele zake, jambo linalomfurahisha sana. Sana anapiga picha zaidi ya Kanado, lakini Kanado anahisi Sana anapenda sura yake tu. Kanado anamwambia lengo lake kumleta katika mtoko huo nilikuwa kumjua kama mtu, sio kama kijana handsome tu. Sana anamwambia picha hizo hakupiga kwa sababu ya sura yake, bali kwa sababu anataka kuhifadhi kumbukumbu za siku hiyo. Kanado anafurahi na kumsogelea. Sana anafumba macho akidhani atambusu, lakini Kanado anasema hawezi kumbusu bila ruhusa yake. Sana anarudi nyumbani na kutambua kuwa ameshaanza kumpenda Kanado. Siku inayofuata, Kanado anafurahi kuona Sana amevaa kifungo cha nywele alichompa.
Anamsogelea na kumwambia anaonekana mzuri. Wasichana wengine wanapofika, Sana anamwambia Kanado aondoke ili wasione pamoja. Wasichana hao wanamuuliza Sana kama ndiye msichana ambaye huwa anaonekana karibu na Kanado. Kabla hajajibu, Rio anafika na kumtoa eneo hilo. Rio anamuuliza Sana kama ndiye anayesimamia akaunti ya Kanado. Sana anashangaa, lakini Rio alidibua kwa sababu huwa wanaona pamoja na Kanado hajui kutumia mitandao ya kijamii. Sana anakiri ukweli na kumwomba Rio asiwaambie watu wengine. Rio anakubali na wanaanza kuwa marafiki. Baadaye darasa lao linapewa kazi ya makundi. Sana, rafiki yake Yu na Rio wanahitaji mwanafunzi mmoja zaidi. Kanado anapoingia darasani, anaenda moja kwa moja kwenye kundi la Sana. Wanafunzi wengine wanaanza kujiuliza kama Sana na Kanado ni wapenzi. Sana anaingiwa na wasiwasi, lakini Rio anaeleza kuwa wao ni wanafunzi wao tu. Kanado anaona Sana hataki watu wahusishe jina lake na yeye na anahuzunika. Wakati wa safari ya shule, Kanado anamsaidia Sana katika kazi ya kundi. Sana anaogopa watu wataanza kuwashuku, hivyo anamwomba Rio ampige Kanado picha. Kanado anapowaona Sana na Rio wakiwa karibu, anaanza kuwa na wivu. Baadaye, Sana anamwambia Kanado kuwa akaunti yake imefikia followers 80,000. Kanado anakiri kuwa amekuwa akijizuia siku nzima kutomsogelea na kumwomba watumie muda pamoja. Wanaenda kutembea msituni na Kanado anamkumbatia Sana. Sana naye anamkumbatia, lakini Rio anafika na kuwakatisha. Kanado anamwambia Rio awaache peke yao. Rio anadhani Kanado anamtumia Sana ili aendelee kumsaidia na Instagram. Kanado anakanusha, lakini anaumia baada ya kugundua kuwa Sana alimweleza Rio kuhusu hatari yake ya kufukuzwa shule. Sana anateleza na kuanguka mteremkuni, lakini Rio anamdaka. Nywele za Rio zinaondoka usoni na kufichua kuwa hata yeye pia ni handsome. Sana anashangaa kwa muda na Kanado anaona alivyomtazama Rio. Baadaye, Kanado anamwambia Sana kuwa ameshaelewa kuwa anampenda Rio, kisha anaondoka bila kumpa nafasi ya kujieleza. Yu anamwambia Sana kuwa Kanado ana wivu na inaonekana tayari ameshampenda Sana, lakini Sana habalini. Wasichana wengine wanapoanza kuchunguza mtu anayepiga picha za Kanado, Yu na Rio wanaamua kumsaidia Sana kuficha siri yake. Rio anajifanya ndiye anayesimamia account ili kumlinda Sana. Baadaye Sana, Kanado na Rio wanakutana kwenye mgahawa kupanga jinsi ya kulinda siri hiyo. Sana anampa taarifa za account ili aweze kutoa ushahidi akihitajika. Kanado anahisi kupuuzua baada ya kuona Sana akitumia muda mwingi kuzungumza na Rio. Sana anatambua wamebakiza followers 100 tu kufikisha 100,000. Anaanza kuogopa kuwa watakapofikisha lengo hilo hatakuwa na sababu ya kukutana na Kanado. Kwa hiyo Sana anakusanya ujasiri na kumwambia Kanado kuwa anampenda. Kanado anashangazwa na maneno hayo, lakini badala ya kumpa jibu, anaaga na kuondoka. Sana anahuzunika zaidi baada ya Kanado kutokuja shule siku inayofuata. Rio anamuuliza kilichotokea na Sana anamweleza kuwa alimwambia hisia zake, lakini hakupata jibu. Rio naye anakiri kuwa anampenda Sana na inaumia kumwona akilia. Sana anaomba msamaha kwa kutotambua hisia zake, lakini Rio anakubali waendelee kuwa marafiki. Baadaye, Rio anamtafuta Kanado na kumuuliza kwa nini hakujibu mapenzi ya Sana. Kanado anamweleza kuwa Rio ni mtu ambaye Sana anaweza kumtegemea, wakati mwenyewe yeye ndiye anayemtegemea Sana kila wakati. Anaamini Sana anastahili mtu bora zaidi yake. Rio anamshauri Kanado amwambie Sana ukweli na amruhusu aamue mwenyewe kama anataka kuwa naye. Usiku huo, Kanado anafanya matangazo ya moja kwa moja kwenye Instagram na kuwaomba watu wamsaidie kufikisha followers 100,000. Ndani ya dakika 2 anafikisha lengo hilo. Lakini siku inayofuata, Kanado anaifuta akaunti yake. Wanafunzi wanaanza kudhani kuwa ameondoka shule. Sana anaposikia habari hiyo, analia kwa sababu anaamini hatomwona tena. Muda mfupi baadaye, anapokea ujumbe kutoka kwa Kanado akimtaka wakutane. Sana anakimbia kwenda kumwona na Kanado anamwambia haondoki shule. Kanado anakiri kuwa amempenda Sana na anataka kubaki upande wake. Anasema ameamua kuwa mtu ambaye Sana anaweza kumwamini na kumtegemea wakati wowote. Anaomba msamaha kwa kuchelewa kumjibu
na kusema ataelewa kama Sana hataki tena kuwa naye. Sana anamwambia bado anataka kuwa naye. Kanado anapiga magoti na kumwomba Sana awe mpenzi wake. Sana anakubali kwa furaha, na hapo ndipo hadithi yao ya mapenzi inaishia.